Hata kutembea kwa mguu mimi niko tayari. Hoja iko hapa kwamba wananchi wanahisi kwamba mmeshindwa kuwatetea. Hili ni swala la vita ile iliyotokea ya Irani na Marekani na Israeli. Msafara wa mawaziri upunguzwe, lakini pia halmashauri watembelee gari za kawaida, waondoe zile gari kubwa ambazo zinatumia mafuta kilomita 5, unakuta anatumia lita 20. Lakini pia hata sisi wabunge mishahara yetu ipunguzwe kwenda kuwasaidia wananchi wetu. Umesema vizuri, na matumizi ya mafuta pia kwenu. Na matumizi ya mafuta pia kwetu yapunguzwe. Na mko tayari kutumia magari ya kawaida? Niko tayari kabisa. Hata kutembea kwa mguu mimi niko tayari. Mijadala inaenda vizuri kwa kimsingi, kwa kweli tunaendelea vizuri na baadhi ya bajeti zimekwenda vizuri. Tunaona leo wizara inafanya mawasilisho, wizara nyeti ya nishati inafanya mawasilisho. Matarajio yenu ni yepi? Matarajio yetu ni makubwa zaidi kwa wizara ya nishati, kwa sababu ndio wizara mama. Bila nishati binadamu yoyote hawezi kuishi, kwa sababu sisi tunaishi kwa umeme, tunaishi kwa mafuta. Kwa hiyo ni wizara nyeti kwa kweli kimsingi. Licha ya wizara nyeti, kuna baadhi wanahisi kwamba kama wabunge mmeshindwa kusimama ndani ya bunge kuwatetea wananchi, hasa kuhusu nishati, kiasi kwamba mpaka harama ama nauli zimepanda. Hapana, sisi wabunge, kwanza mimi kama mimi ama tuseme wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi tumekuja kuwawakilisha wananchi na tupo kwa sababu ya wananchi. Unaona bwana, hakuna kwamba sisi sijui nini, hapana. Sisi ni wawakilishi wa wananchi. Mimi nimetumwa na wananchi wa jimbo la Kigoma Kusini. Kwa hiyo lazima niangalie maslahi mapana ya wananchi wa Kigoma Kusini. Unahisi kwa mwenendo wa hali jinsi inavyoenda, kuna unafuu kwa wananchi maisha ya kawaida? Nafuu itapatikana. Hili swala la kwa mfano nishati, tukianza mafuta, hili ni swala la kidunia, sio la kitaifa, ni swala la kidunia. Actually ukiangalia nchi zote zinazozunguka nchi yetu ya Tanzania, mafuta yapo juu kulinganishwa na bei ya mafuta ya kwetu sisi. Kwa mfano kija Kenya, mafuta kwetu sisi ni asilimia kama yani kwa punguzo letu, yani kwa bei yetu, wao ni zaidi mara mbili yake ya kwetu. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo Daktari Mama Samia Suluhu Hassan anapambana kuhakikisha kwamba nishati wananchi wanapozewa, lakini tumeona serikali inavyojitabisha kutafuta mafuta ili yaweze kupatikanika, kwa sababu kuna nchi zingine, ndugu yangu, ukienda Burundi, Rwanda, wapi, ukienda kule hata mafuta tu kupata mafuta ni kibarua, huwezi kupata mafuta kirahisi. Lakini sisi Tanzania ukienda sheri yoyote mafuta unapata kwa wakati wowote. Mheshimiwa Nuna, umezungumza vizuri sana na umenijibu vizuri sana. Hoja iko hapa kwamba wananchi wanahisi kwamba mmeshindwa kuwatetea kwa sababu mpaka nauli zimepanda bei hivi sasa. Mmezungumza huku bungeni, lakini bado nauli zimepanda na kuendelea kutengeneza ukali wa maisha. Tatizo liko wapi? Nenda Marekani, Amerika penyewe ndio kuna uchumi mkubwa sana Amerika. Sasa hivi mafuta kwa Tanzania sisi kwa kule tuki lile la lita 5 ni dola 10 ukilinganisha na sisi huku. Sisi unabana lita 5 sio dola 10. Dola 10 ni pesa nyingi kuliko sisi huku. Kwa hiyo unajikuta kwamba tayari hili ni swala la vita ile iliyotokea ya Irani na Marekani na Israeli, na kwa sababu tayari ni swala la kidunia, nchi zote za duniani. Tena kuna nchi zingine nimesikia, kwa mfano Botswana, wamepunguza mpaka matumizi, yani matumizi ya serikali yameshuka. Lakini si hivyo tu, wananchi wameambiwa wasisafiri kama hakuna safari za dharura, wasisafiri wakenda huku wakenda kule, watulie, kwa sababu tayari uchumi unayumba kulingana na nishati ya mafuta. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa serikali, tuangalie namna gani tunaweza kuondoa, kwa mfano kama ushuru, tozo mbalimbali ambazo zinahusiana na mafuta ziondolewe ili kuwapunguzia adha wananchi wetu wa Tanzania. Rais amepunguza msafara wake. Yes. Mnahisi mjadala ukiibuka huku bungeni kuhusu kupunguza gharama, msafara ule wa rais, Mheshimiwa Rais umepungua, lakini pia na msafara wa mawaziri upunguzwe, lakini pia halmashauri watembelee gari za kawaida, waondoe zile gari kubwa ambazo zinatumia mafuta kilomita 5, unakuta anatumia lita 20. Kwa hiyo zile gari ziondolewe, zipunguzwe, watembelee gari za kawaida. Lakini pia hata sisi wabunge mishahara yetu ipunguzwe
kwenda kuwasaidia wananchi wetu. Umesema vizuri, na matumizi ya mafuta pia kwenu, na matumizi ya mafuta pia kwetu yapunguzwe. Na mko tayari kutumia magari ya kawaida? Niko tayari kabisa, hata kutembea kwa mguu mimi niko tayari. Mheshimiwa Node, nikushukuru sana, imekuwa mjadala mzuri, na kushukuru sana. Tutakutana tena hapa kwa ajili ya kujadili changamoto na faida ambazo watazipata wananchi wa jimbo lako la Kigoma. Tutarejea tena hapa. Nashukuru sana kwa kukubali kuzungumza nasi.